Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo, Mungu anamfuata Adamu, anamwambia Adamu, uko wapi? Wote tunafahamu kwamba Mungu ni omnipresent God, anaona kila mahali. Kwa hiyo haingia akilini kwamba Mungu alikuwa hajui kwamba Adamu yuko mahali fulani amejificha, lakini still Mungu anamuuliza Adamu, anasema Adamu, uko wapi? Kwa haraka manake Mungu alikuwa anamuuliza Adamu, mbona haupo kwenye nafasi yako? Mbona sikuoni mahali ambapo nilikuwa nimekuweka? Bwana Yesu asifiwe. So being a man is all about a position. Umesimama kwenye nafasi yako. Nimekwambia kuzaliwa mwanamume hauchagui, lakini kuishi mwanamume unachagua. Na mwanamume hatafsiriwi kwa misuli, hatafsiriwi kwa sauti, hatafsiriwi kwa vitu anavyofanya, anatafsiriwa kwa nafasi. Je, umesimama kwenye nafasi yako? Kama umesimama kwenye nafasi yako, you are a real man. Hata nikishuka kwenye IST yangu, I fear no, I don't fear. Na mwingine akishuka kwenye diga lake la maana VX, I don't fear. Kwamba nashuka kwenye IST hainifanyi kwamba mimi sio mwanaume, kwamba nazungumza sauti ndogo hainifanyi kwamba mimi sio mwanaume, kwamba sina misuli hainifanyi kwamba mimi sio mwanaume. A man is about a position, is about a place. Nitoe mfano huko haraka, watu waliosoma architecture wanafahamu. Unapoanza kujenga nyumba unapewa ramani kwenye kiti. Ukipewa ramani utaambiwa hii ni sebule, utaambiwa hii ni choo, utaambiwa hiki ni chumba cha kulala, utaambiwa hii ni store, utaambiwa hili ni jiko. Sasa aliyechora ramani aliyechora ramani amezipa nafasi, kila eneo kwenye ramani yake ameipa nafasi. Na hiyo nafasi akaipa jina, akasema nafasi hii itaitwa choo, nafasi hii itaitwa jiko, nafasi hii itaitwa master bedroom, nafasi hii itaitwa store. Sasa kama wewe utaamua kuchukua chakula kutoka dining ukaenda kulia chumbani, hakufanyi chumba kuwa dining. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama utaamua umechoka kulala chumbani siku hiyo, ukasema naenda kulala chooni, hakufanyi choo kuwa master bedroom. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa changamoto, wanaume wengi tumetoka kwenye nafasi. Umeambiwa kwamba hii ni sehemu, ni dining, this is a place where you can eat, lakini unachukua chakula dining unaenda nacho kulia chumbani. Sio vibaya, lakini haifanyi chumba chako kuwa dining. Sasa mwanamume ametoka kwenye nafasi yake. That is why Mungu anamuuliza Adamu, anamwambia Adamu, uko wapi? Kwa sababu sikuoni kwenye nafasi yako. And bad enough, Adamu anaanza kujitetea, anasema ni huyu mwanamke uliyenipa. Alianza kuzungumza kwenye kiti. Kilichotokea, Adamu Hawa alipokula tunda, nothing happened. Lakini Mungu anakuja, kwa nini anakuja kumuuliza Adamu, uko wapi? Umefanya nini? Unajua, Adamu akasema nipo mahali fulani nimejificha kwa sababu nimeona nipo uchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anamuuliza swali la msingi sana. Anasema, ni nani aliyekuambia uko uchi? Who told you? Mimi nilikupa maelekezo. Inaonekana kuna mtu mwingine amekuja amekupa maelekezo mengine. Who told you that you are naked? Nani amekwambia kwamba uko uchi? Sikuoni kwenye nafasi yako. Najua ulipo, upo uchi, umejificha, sawa, lakini sikuoni kwenye nafasi yako. Na anayewajibishwa ni mwanamume. Nataka nikwambie hivi, mwanamume ni nafasi. And this is very important, hata kwa akina mama, hata kwa akina dada. Siku moja utakuwa na familia, ujue namna gani unaweza kumwombea mwanamume. Ukiona mambo hayaendi, ujue tu hajasimama kwenye nafasi yake, na ile kwamba hajasimama kwenye nafasi yake kuna changamoto. There is a problem. Lazima umuombe. Maombi makubwa au zawadi kubwa unaweza kumpa mume wako ni kumwombea akae kwenye nafasi yake. Ukija KBN tutakufundisha about place, tutakufundisha about position. Mwanaume yeye kwa nafasi yake is a priest. Ana kitu cha upristi ndani yake. Mwanaume ndio kuhani wa familia. Tunategemea yeye ndio awe mfano kwenye mambo ya kiroho ya familia. Kwa hiyo tunapozungumzia nafasi, hatuzungumzii kama kaengo fulani ambapo unakaa mtu unategesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapozungumzia nafasi tunazungumzia priesthood. Mwanaume lazima uwe mtu wa ibada, lazima uwe mtu wa kutafuta Mungu. Lakini kitu
a protector. Mwanaume ni mlinzi, kama ni kwenye familia, kwenye kanisa, kwenye jamii, and etc. Lakini pia nafasi nyingine ya mwanamume, he is a provider. Ni mtoaji, a provider. We are looking unto God